Huyu kijana kanitoa nyeti huyu. Kanitoa nyeti yangu. Imani za kishirikina hizo. Mtu anawezaje kumtoa mwenzake kizazi? Halafu nyie ndio mnazua taharuki huko mtaani. Sijui kizazi changu kimetolewa, kumbe mnavivamia. Sasa utakwenda kukaguliwa. Na la kizazi chako kikiwemo tukikiona, basi nakwambia hii kesi wewe itakubeba wewe. Sawa kijana? Nenda kumkagua mie mwenyewe. La nikimkuta huyu bwana kweli kizazi chake kimepotea, umekikwangua, wewe bwana utakuwa na kesi na hapa hautatoka la hadi umrudishie kizazi huyu bwana. Lakini la nikimkuta huyu bwana kizazi kipo, lakini hudanganya tu, huzua taharuki, basi mie huyu bwana nitamfungulia kesi mie mwenyewe huyu. Na usisahau afande kwamba huyu bwana kama kizazi chake kipo, ina maana amenishumbua bure, mimi anatakiwa kunilipa fidia ya usumbufu, alafu pia amenitishia maisha. Mimi kizazi chake kikiwepo nahitaji milioni 5. Bila milioni 5 hapa kiondoke. Hivi unasikiliza we bwana? Kama unamzushia huyu bwana kesi, ina maana unatakiwa kulipa fidia shilingi milioni 5 kwa sababu ya usumbufu, alafu pia umemtishia maisha. Maana umesema wewe mwenyewe kwamba hapa ulikuwa unataka kumpeleka kijiweni, ukamdondosha kwa masela wampige afe. Maana yake ulitaka kuua we. Sasa itabidi nikakague kizazi hicho, kama kipo utamlipa huyu bwana milioni 5. Na mimi nitakufungulia kesi kwa sababu wewe ndio mzua taharuki mkubwa mtaani. Haya tuondoke twende nikacheki kizazi hicho. Afande, by time usilalie upande mmoja. Umeona Ukilalia upande mmoja utakuwa kama unanihukumu mimi wakati mimi ni mtu mzima na akili zangu timamu. Mimi kumchukua huyu bwana hadi kumleta hapa kituoni, maana yake ni kwamba nimehakikisha kweli nyeti yangu kachukua huyu bwana. Sasa kama ni kweli ukienda kunikagua ukakuta nyeti yangu haipo, huyu bwana nimfanye nini? Usitoe macho bwana mdogo. Nadhani umelisikia swali la huyu bwana Kasema hivi, kama nikienda kukagua halafu nyeti yake haipo kweli, japo mimi siamini kama inaweza kutokea eti mtu nyeti iondoke, yaondoka vipi? Mimi nikienda kukagua halafu nyeti yake haipo kweli, wewe utalipa milioni 5 na nyeti ya huyu bwana utairudisha, na hivyo pia nitakutia selo hadi pale nitakaporidhika, nitakutoa nje. Na mimi niko tayari kwa hukumu hiyo. Wewe nenda kakague mtu kizazi. Wewe bwana cheupe, twende tukakamilisha hili zoezi. Mama usiniache mama, usiniache. Nasoro, hebu acha utoto. Nipishe niondoke ujue, unanichelewesha. Wewe unataka nini kwangu wewe? Sasa tulishakubaliana Bikachala kwamba tutaondoka wote, na umenikubalia kwamba utanipa 1.5 leo tukapumzike wote. Sasa mbona unanikimbia? Ili bwabwa kweli. Yaani baba mzima na kitambi chako lele kama mkonga wa tembo. Eti tumekubaliana tukapumzike wote 1.5. 1.5? Hivi unajua pesa upere unajikuna tu unatoa kama unga? Au pesa zinachimbwa kwenye upara wako huo kama tako la nyani? Hivi mwenda wazimu nini? Wewe si umetolewa kizazi wewe? Una kizazi? Na kuuliza kizazi unacho, ushatolewa kizazi, umeshikwa bega. Na kijana kakimbia, nimemuona. Na nimechungulia huko kwako hamna kitu. Una kinukta tu. Sasa sikia, mume wako si umesema kwamba unamtafutia mganga ili aende akamsaidie. Wewe Nasoro, usije ukajinyea hapa, maana kigugumizi kimezidi, kimepitiliza. Ndiyo nitatafuta mganga amsaidie mume wangu, arudishe ile nkende yake. Sasa wewe unataka nini? Unataka nini? Na nikiamua sitafuti hata huyo mganga, na muacha awe vile atafuta tuje na mume lingine ambalo ni shupavu. Basi naomba na mimi basi unisaidie Bikachala. I'm confused. Nimechanganyikiwa kabisa. Yaani unaregeza domo kabisa, serious unataka mimi nikusaidie? Nikusaidie kwa issue gani? Wewe nenda kamtafute aliyekushika bega, mwambie akurudishie kizazi. Mimi niache niondoke. Usinizuie Nasoro, naomba niondoke. Usinishike Nasoro, niachie. Bikachala wewe. Bikachala wewe. Wewe nirudishie futa langu wewe. Habibi yako. Nirudishie kizazi changu Bikachala. Kupeleka kitumbo. Namtafuta yule kijana popote alipo, nikimkamata atanirudishia kizazi changu. Bwana Kombo, tumepewa kilema cha miaka yote. Wallahi tena nakwambia tumepewa kilema cha miaka 9 kwa sababu nilivyopata za chini wanasema kwamba eti hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kutusaidia sie nyeti zetu kurudi zaidi ya kumtafuta yule kijana ambaye ametutia hiki kilema. La sivyo tutakufa nacho hichi kilema, tutakufa hivi tutazikwa na vinukta hivi. Mjumbe, hebu kuwa serious basi. Ushaanza ukulani na wako hivyo Kombo. Ina maana mimi hapa na bwabwaja
Ndugu zangu mie wote Ngazija ni waganga wa kienyeji, na nimewaeleza kuhusu hili jambo lilonkuta, wakaniambia kwamba hiyo haina ulohozi, hauwezi kusaidika kule kwa mganga hadi umpate huyo mtu alokufanyia huo ukatili. Sasa hapa ndugu yangu nikwambie, tumtafute yule kijana kwa udi na uvumba, la sivyo tutakufa hivi hivi na vidogoli. Sasa tutampata wapi yule kijana Zumbe? Na tufanye hima Kombo, kwa sababu yule bwana kama ataendeleza mchezo huu atazua taharuki mtaani, watamgonga, watamuua. Akifa yule basi nyeti zetu nazo zimekufa. Kwa hiyo tufanye haraka kumtafuta bwana. Nani huyo? Niuliza mie tena wakati tuko wote ndani. Wewe kumbe kula nini? Wewe nani wewe? Halo mjumbe. Ingia, hebu ingia. Halo. Mjumbe, halo. Mjumbe, kizazi changu dege. Kizazi changu dege mjumbe. Wameniibia kizazi changu. Halo. Halo mjumbe. Hapa nimebaki na nukta nundu tu. Kinukta fulani hivi. Halo. Ala, mwenzetu huyu. Kumbe tuko wengi eh? Halo. Halo nyie. Kizazi changu kimekwenda mjumbe. Mjumbe nisaidie. Halo. Ndoa yangu itakufa mjumbe. Umeona sasa afande? Si umeshuhudia mwenye umeona? Kweli bwana Kadiodiolo. Wallahi Kadiodiolo. Kadiodiolo kado. Ndio hivyo sasa. Mimi ninachokitaka afande, jamaa hata kama hana uwezo wa kulipa hiyo milioni 5, mimi ninachokitaka arudishie nyeti yangu, kwa sababu is a very very important part to me. Hiyo ni sehemu ya muhimu sana, ndio inaniendeshea maisha yangu mimi kijana. Mimi ishu zangu ni za mishangazi afande. Nikwambie tu kweli. Mimi nategemea mishangazi ndio inilishe nile mjini. Sasa jamaa akachukua nyeti yangu, mimi nitaishije town hapa? Na ni kweli kabakiza kafundo. Kabakiza kafundo Kadiogoli ndio. Kadiogoli. Bwana hako Kadiogoli. Kadiogoli. Ai Kadiogoli. Afande, hiyo haitasaidia kitu. Please, mimi naomba twende tukamwambie jamaa, tukamng'ang'anize, tufanye chochote kile cha kufanya, arudishe nyeti yangu. Na kama itashindikana kurudisha nyeti yangu, mimi nitamuua, nitamaliza. Ni bora afe. Sitaki kumuona kabisa katika maisha yangu, kwa sababu tayari kashaniharibia kila kitu. Mimi ile ndo duka langu lile. Ile ndo biashara yangu mimi. Usijali white boy. Kwa sababu yupo katika mikono ya polisi, hakuna kitu kingine kitakachoharibika. Hakuna kitakachoharibika. Ule bwana nyeti yako atarudisha, lakini mie sitasubutu kumsogelea tena, kwa sababu ule bwana si umesema kwamba akikushika tu tayari makende yaita. Afande, hebu kwanza naomba tuondoke, twende. Tukamwambia arudishe nyeti yangu. Please afande, hebu acha kwanza kujiangalia wewe. Wewe bado kizazi chako unacho kipo imara. Mimi mwenzako ndo nipo katika hali mbaya. Na nishakwambia umuhimu wa hii kitu. Hii kitu ni muhimu sana katika maisha yangu bana. Hebu twende tukamwambia arudishe. Rudisha nyeti. Rudisha nyeti. Labda sio mimi. Rudisha nyeti. Wewe kijana wewe. Kakimbia. Wallahi kakimbia. Sasa sikia afande. Wewe utanirudishia nyeti yangu.